Vigumu sana kwa mwanamke ambaye yuko kwenye matibabu ya kansa kubeba ujauzito. Njia ambazo huwa zinatumika kutibu kansa au kupunguza kusambaa kwa kansa huwa ni chemotherapy na radiotherapy. Huwa zina ufanisi mkubwa. Hali ya kuwa zina ufanisi kwenye kutibu kansa huwa zinaenda kuvuruga uwezo wa huyu mwanamke kuzaa. Radiotherapy na chemotherapy huwa zinaenda kuvuruga viwango vya homoni mwilini, lakini pia huwa zinaenda kufanya depletion na kuunguza mayai. Kwa hiyo huwa vinamfanya mwanamke kuwa na mazingira ya kizazi ambayo ni vigumu kupevusha mayai yenye afya, lakini pia hata kupandikiza na kusababisha mimba kutunga huwa inakuwa vigumu. Katika hali ya kawaida huwa tunategemea mwanamke anapevusha mayai. Akipevusha mayai, yale mayai yanatakiwa yakutane na mbegu za kiume ili kuweza kutengeneza mtoto. Kinachotokea kwa wanawake ambao wanakuwa na kansa, whether ni kansa ya mlango wa kizazi, kansa ya titi, kansa ya mji wa mimba na sehemu zingine ambazo zinaweza zikawa zimeathirika kwenye mwili. Matumizi ya zile kemikali, matumizi ya ile mionzi huwa inaenda kuunguza sehemu ambapo panatakiwa kuwa reserve ya mayai, lakini pia inaenda kuathiri mifumo mizima ya homoni. Hivyo huyu mwanamke anaweza akawa vigumu sana kuweza kubeba ujauzito. Lakini hawa wanawake wanaweza kasaidika kwa njia ya assisted reproductive technology in case wanataka kupata watoto. Njia kama IVF, in vitro fertilization, huwa zinatumika kuwasaidia hawa wanawake. IVF ni mbinu ambayo urutubishaji wa yai huwa unafanyika nje ya mji wa mimba wa mwanamke. Ikitokea huyu mwanamke basi mji wake wa mimba umeathirika na hauwezi kutunga mimba, huyu mwanamke anaweza akapata mtoto kwa kutumia surrogate mother. Surrogate mother ni mwanamke ambaye atabeba ujauzito wa mwanamke mwingine. Huyu mwanamke ambaye anataka kubeba ujauzito atavunwa mayai yake na yale mayai yatarutubishwa kwa mbegu za mwanaume anayetaka kubeba naye ujauzito, na haya mayai na mbegu ambapo wametengeneza kijusi vitaingizwa kwenye mji wa mimba wa mwanamke ambaye anaitwa surrogate mother, mwanamke ambaye amekubali kuwabebea ujauzito hawa wanandoa wawili. Lakini pia hata kama huyu mwanamke anaweza akawa ana mji wa mimba ambao uko imara, unaweza ukabeba mimba, lakini upevushaji wa mayai uko chini, basi anaweza akabeba ujauzito kwa kutumia donor eggs. Huyu mwanamke anaweza akapewa msaada, anaweza akapewa mayai na mwanamke ambaye wamekubaliana kwamba anaweza akampa mayai. Kwa hiyo akimpa mayai huyu mwanamke, yale mayai yatarutubishwa kwa kutumia mbegu za mwanaume anayetaka kuzaa naye, basi kijusi kitakachopatikana kitaingizwa ndani ya mji wa mimba wa mwanamke anayehitaji mtoto. Wanaweza kubeba ujauzito na kupata watoto.